Karibu sana mtazamaji popote ulipo. Inakuwa ni siku na wakati mwingine ambapo tunaungana pamoja kwenye Gospel Chat, ambapo ni ambacho ni kipindi ambacho huwa tunajifundisha mengi zaidi kuhusiana na neno la Mungu. Mafundisho ya neno tunasoma, tunapata kulielewa, kwa sababu maandiko yanasema kwamba watu wangu hupotea kwa sababu ya kukosa maarifa, na maarifa tunaweza tukayapata tu kupitia kwa neno la Mungu. Kwa hiyo karibu sana, chukua nafasi yako, tuende sawa kuanzia hivi sasa hadi wakati ambapo tutakuwa tunamalizia, na najua kwamba kabla ya mwisho ama kumalizia kipindi hiki kuna mengi ambayo utakuwa umejifundisha kutokana na neno la Mungu, na ufahamu ambao labda haukuwa nao utakuwa umeupata. Kwa hiyo karibu, na hii leo utakuwa tunazungumza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo shetani hutumia, ama mbinu ambazo shetani huwa anatumia kujiwakilisha katika sehemu mbalimbali, almradi apoteze watu wa Mungu. Tunajua kwamba Mungu yupo kila mahali, lakini shetani hana uwezo huo wa kuwa kila mahali. Kwa hiyo kile ambacho huwa anafanya ni kwamba kuna vitu ambavyo huwa anavitumia ambazo ataziweka katika sehemu mbalimbali ili kumwakilisha yeye. Karibu kwenye kipindi hiki, na najua kwamba utakuwa ukijifundisha. Ndani ya studio siko peke yangu, niko na mtumishi wa Mungu Pastor Tomaso, msomi na mwalimu wa neno, ambaye atakuwa akituongoza katika somo hili. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Amina, amina. Habari ya muda? Nashukuru niko salama. Wajua, nataka nikiwa mkubwa kidogo niwe na neema kama yako. Wewe bado ni mzee, lakini naona bado umejenga misuli. Sio ya neno tu, hata ya mwili. Kuna mwandiko iko katika kitabu cha Timotheo pili, nasema physical exercise profiteth a little, but spiritual exercise profiteth much. Kwa hivyo zote mbili ni muhimu sana, even though spiritual exercise profiteth more. Kwa hiyo kwamba kuna manufaa kidogo ya mwili huu unaonekana, lakini kuna mengi zaidi unapofanyisha roho mazoezi ya kiroho. Kumbe basi ndo nimejua siri hiyo. Karibu sana. Labda siku na hali imekuwa vipi? Amekuwa mwaminifu huyu Bwana. Maisha haya ni bure bila Yesu. Lakini ukiwa na Yesu na kila kitu. Kweli kweli. Na kwa hivyo amekuwa Bwana, amekuwa Mungu, amekuwa mfadhili katika yote. Amen. Nimeona mkono wake. Sijui imekuwaje na Amina. Nashukuru. Wajua ni kazi tu hapa na pale kuzunguka mjini kuangalia yanayofanyika, lakini zaidi ya yote tunamshukuru Mungu. Ni miaka ya kazi sasa. Ni kazi sasa. Chapa kazi mwanangu. Amina. Karibu sana, labda msalimie mtazamaji kabla tuongoze kwa neno la kwanza ama ombi la kwanza. Popote mnatutazama, pokeeni salamu zangu kwa jina la Yesu. Karibuni tuweze kujifunza neno la Bwana. Amen. Hili neno ni utajiri linapopata makazi ndani ya mwanadamu. Hili neno hufunua yaliyofichwa, mtu akakamilika ndani ya mapenzi ya Mungu. Amina, amina. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tuongoze kwenye ombi la kwanza kipindi. Baba, katika jina lake Yesu Kristo, tunakuja asubuhi na wakati mwingine tena ili tuweze kumimina mioyo yetu kwako. Tusamehe dhambi na makosa yetu yote, tuoshe na ututakase na damu yako, Kristo Yesu, ili tuweze kukubalika kuja mbele za kiti yako cha enzi. Bwana, tunakuja kwa sababu tuna kiu na tuna njaa ya kuweza kulisikia, kujifunza na kulimega neno lako, maana neno lako ni ukweli, na ukweli huu ndio tu utakao tuweka huru kutokana kwa minyororo ambayo imefunga wengi, na kutokana na maonevu na nguvu za giza zifanyazo kazi pasipo kumpumzika, zikituelekeza sisi wanadamu ambao tunapendeza Bwana kwa sababu ametuumba kwa mfano wake. Tunaomba rehema na neema, na zaidi ya yote tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu aliye mwalimu wetu kwa mambo yote, ili pamoja tuweze kujifunza neno lako Bwana. Asante, pokea sifa na utukufu. Wewe ni Mungu muweza na mwenye nguvu zote, pamoja na watazamaji wetu tukisema amen. Amen, amen, amen. Wow, asante. Karibu sana mtazamaji, tuingie katika fundisho letu la siku ya leo kuhusiana na signs and symbols. Tunasema kwamba God is omnipresent, kwamba yupo kila mahali, but the devil is not. No, yes. Karibu sana utuongoze katika topiki ya kutuonyesha namna ambavyo pia huwa tunafaa kukaa katika uwepo wa Mungu, tusije tukahadaika na vitu ambavyo shetani anavitumia katika kupotosha watu wa Mungu. Kabisa mtumishi, kati ya mambo yale muhimu sana ya
Mkristo kuweza kuyatambua ili aweze kujimudu katika maisha ya kila siku na aweze pia kujimudu katika safari ya wokovu. Ni vizuri kutambua kwamba communication sio maneno tu, kwamba mwanadamu na vyombo na vitu vyote vya kiroho vina njia nyingi ya kuweza kucommunicate, na sio tu katikati ya mwanadamu na mwanadamu mwingine, lakini pia kati ya mwanadamu na nguvu za ulimwengu wa kiroho. Wakati tunapozungumzia signs, symbols, hatuwezi pia kuacha curious arts. Na on a bigger form ni kwamba pia colors ama marangi huwa pia ni sauti inayozungumza kwa nguvu sana. Na niseme hivi, katika lugha zote za ulimwengu, every language is limited. Kwa mfano, nikiwa mimi inaongea tuseme Kiswahili, wanaoongea lugha ya Kiswahili ulimwenguni wanaweza kuwa ni asilimia ndogo sana. Na kwa hivyo kila ninapozungumza Kiswahili, wanaoelewa ni wale ambao wanaweza kuelewa lugha ya Kiswahili. Na hakuna lugha ambayo moja kwa moja duniani kila mtu anaielewa. For example, lugha kama ya Kiingereza ni asilimia nafikiri 30 na kitu ulimwenguni, na ni mojawapo ya lugha zinazotumika sana. Lakini when you come, unapokuja kwa signs, symbols and to an extent curious arts, it is transcontinental. It transcends, ni lugha ambayo inaeleweka kila pahali, kwa kila kabila, kwa kila mtu. Na kwa hivyo lugha hii ya symbols and signs is a more powerful language as a tool of communication kuliko what we call tongues, ama zile lugha ambazo tunazizungumza. Na tuseme katika both kingdoms, the kingdom of light and the kingdom of darkness, symbols, signs na colors zinatumika. Hivyo ni kwamba Mungu hutumia signs and symbols wakati ambapo ana communicate na watu wake. Lakini pia kumbuka, everything that happens katika ulimwengu wa giza huwa wanaiga kile kinachofanyika katika ulimwengu wa nuru. Kwa hivyo mwanzo kutumia signs and symbols ni kingdom ya Mungu. Lakini shetani naye amekuja na zake akiiga kile ambacho kinafanywa katika in the kingdom of light. Nakumbuka tumesema kila wakati hapa ni kwamba there are two kingdoms. Hapa in the heavens there are two kingdoms, the kingdom of light and kingdom of darkness. Na tukasema kuna mashindano na kuna vita ambavyo vinaendelea kila dakika kati ya those two kingdoms. Na tukasema kwamba this kingdom of light, the kingdom of God, is a true kingdom. Lakini tukasema the kingdom of darkness is a kingdom of lies, ni kingdom ya uongo. Na kila inachokifanya it has no originality. Kumbuka Mungu ndiye mwanzo wa kila kitu. In the beginning God. Na kwa hivyo kila wanachokifanya in that kingdom wanaiga na kuenda kinyume na kile kinafanyika katika ulimwengu wa nuru. Na God has used signs and symbols, and he is still using signs and symbol kwa kanisa hata hivi sasa. Lakini nafikiri vizuri ni kujiuliza what is a symbol and what is a sign. Tukiweka msingi huu itakuwa ni rahisi sana tukiendelea kujifunza mtu kuweza kuelewa kile ambacho tunakizungumzia. Na ninataka niwe na urahisi mno ili mtazamaji apate kuelewa moja kwa moja. Na nitatoa kwa mifano badala ya kwenda kwa kina kama darasa. Nitachukua kama mahubiri, na kwa hivyo nitaenda moja kwa moja na kwa urahisi ili watu waweze kuelewa. Nataka nipatie a sign. Wakati ambapo unataka kupatia mtu pesa atoe kwa benki kwa cheki, hivyo ni kwamba sign hiyo ina represent
Francis Mandi. Na niwakilisha mimi. Inakuwakilisha wewe. Naam. Na kwamba sign hiyo ni sauti inayoongelesha yule mtu wa benki, kwamba akiona ni kana kwamba amepata authority ya Francis Mandi. Amejua kwamba ni mpatie huyo, mpatie hizo pesa. Mpatie hizo pesa. Hiyo moja kwa moja ni kwamba inazungumza on behalf of Francis Mandi. Na ni lugha ambayo ijapokuwa si lugha ya mdomo, lakini ni lugha ambayo yule mwenye benki akiona anajua huyu ni Francis, anaamrisha huyu mtu tumpe hela. Lakini when you come to a symbol, a symbol is different from a sign. Na Kiingereza tunasema it is a mark or a character used as a connection, a representation of an object or a function. Nataka nitoe example ya symbol. Ukienda pahali ukute pana kaburi na imewekwa msalaba, inaashiria nini? Kuna mtu akazikwa Mkristo. Naam. Akazikwa Mkristo. Kwa hivyo kile kimefanya utambue kwamba aliyelala hapa ni Mkristo, ni kwa sababu there is a symbol of a cross. Ukikuta kuna mwezi na nyota, utajua akalazwa hapa Muislamu. Si ni kweli? Kile ambacho ile lugha ama sauti ambayo imenena nawe, ukatambua kwamba hapa kuna Mkristo kazikwa, ama hapa kuna Muislamu akalazwa akazikwa hapa, ni kwa sababu you have seen a symbol. Sasa nafikiri moja kwa moja unaona tofauti ya symbol and a sign. Na wakati ambapo pana a symbol, symbol ni lugha kubwa kuliko a sign, because most of the time a sign is a voice of one person. It is a voice that direct you kwa kitu moja mahususi, one particular thing. But symbols are broader, zinaongea zaidi kuliko a sign. Let me give another example ambayo labda itakuwa ni rahisi kuliko zile nimetoa. Ni kwamba katika somo la hisabati ama hesabu, kuna signs and symbols. Na ukienda ukute alama ya msalaba katika hesabu, inakwambia ni jumlisha 2 na 2 upate matokeo. Jumlisha hii na hii, ongeza hii na hii upate matokeo. Yes, that is a sign. Ukikuta hyphen ama ukute mraba wa kulala, inasema utatoa kutoka kwa hii utoe hii. That is a sign. That is a sign. Na moja kwa moja hata mtoto akianza kujifunza hisabati ama hesabu, kile anacho kwanza kujifunza ni those signs. So you see a minus, inakuzungumzia moja kwa moja, this is subtraction. You see a plus, that is addition. Hii ni kuongeza, hii ni kutoa. All those are signs. Lakini pia in mathematics there are symbols. Kuna symbols ambazo ikichora inakwambia hii inasimamia dollar. Is a symbol of the dollar. There is a symbol of the shilling. Sasa symbols na signs in a nutshell ni lugha inayozungumza moja kwa moja kwa anayeziona pasipo hata kutumia ulimi. Nafikiri hapo inaeleweka vizuri. Kama vile pia barabarani kuna zile signs. Hata hapo ndio nilikuwa ninaenda, ni kama umenitoa tu keki kabla sija yuma. Ni kwamba when you go to a driving school, hupelekwi nchi nzima, barabara zote zilizoko nchini, ili uambiwe wakati utakuwa ukiteremka hapa utaenda hivi. Wakati utakuwa ukipanda huu mlima utaenda hivi. Haya basi tuacha tuende Kakamega. Au ukienda hapa lakini unakaa kwa darasa, na kile ambacho mwalimu anakufunza ni science ambazo zinatumika ulimwengu mzima, because they are universal, ambazo zinakuongoza wakati uko barabarani ukiendesha gari. Kwa mfano, wakati unatoka hapo ukienda Nairobi, hakuna askari wamesimama kila kona kila pahali, lakini unaenda ukizungumziwa
na the signs inaitwa traffic signs zinaenda zikwambia hapa pana mteremko. Unajua sign hii inasema kuna mteremko, hii inasema usi overtake, hii inasema overtake lakini be cautious, hii inasema this is a black spot, black spot. Nakwambia hapa ni pahali ambapo mara nyingi sana hufanyika ajali, kwa hivyo drive with caution. Na hizo signs zinazungumza ama zina communicate na wewe all along, hata kama utaenda mpaka mwisho wa ulimwengu, but they keep on, in other words what I'm saying, mnaenda mkicommunicate na zile signs. Nakwambia hapo mbele tahadhari, hapo mbele tahadhari. Kwa hivyo what you are saying ni kwamba signs and symbols ni language, na language hii hutumika katika maisha ya kawaida, lakini vile vile huwa inatumika katika maisha ama ulimwengu wa kiroho. Na sitaki tuingie sana hapo kwa sababu najua tutapata nafasi ya kufunza, lakini when we are in visions and when we are in dreams, tukiwa katika maono na ndoto, tukiwa maono na ndoto, hata wakati mwingine in encounters, ulimwengu, dunia zote mbili, in the kingdom of God and the kingdom of darkness, kina mazoea sana kuzungumzia watu ama wanadamu kupitia signs and symbols, kupitia signs and symbols. Na ni kitu ambacho ukienda katika Biblia kimeanza tangia mwanzo hadi mwisho, kwamba Mungu aliongea mara nyingi sana kupitia signs and symbols. In the kingdom of darkness pia signs and symbols zinatumika sana kama a communication. So ikiwa tunataka kujifunza sana mambo ya signs and symbols, ninataka tujifunze much more on the signs zile zinazotumika katika ulimwengu wa giza kuliko zile zinazotumika katika ulimwengu wa nuru. Kwa sababu gani? Unapojua ukweli, ukweli unakuweka huru. Na ni kwamba there is a lot of ignorance. Kuna ignorance kubwa sana to the church of our time when it comes to this, kwa mambo haya ya signs and symbols. Nimeona watu hata kanisani, hata wahubiri wakifanya gestures ambazo ni signs and symbols of the kingdom of darkness. Hebu nikupe story moja ili ujue how dangerous it is kuweza kutumia sign na symbol ambayo huelewi maana yake. Wakati mmoja nikiwa kijana nilifanya kazi katika hoteli moja hapa Mombasa. Na manager wetu wa F&B manager alikuwa amedunga kipuli. Labda akadunga akiwa kijana, na alikuwa akipenda sana kuvaa kipuli kwa sikio moja. Sikio moja. Basi bakaja wageni kutoka kule Italiano. Na kumbe wao sikio unayodunga inazungumza kuhusu wewe ni nani. Sijui kama unafahamu mambo hayo. Kuna ujumbe ambao unatoa. Ukidunga mwanaume, ukifunga sikio la kulia kuna ujumbe. Ukifunga la kushoto kuna ujumbe. Sasa bwana huyu yeye akaona wamedunga wazungu. Na akaona siku hizi wanasema ni wanasema ni fashion. Sijui siku hizi wanasemaje vijana. Nadhani ni swag. Ni swag. Na nakumbuka nikikwambia maana ya swag. Unakumbuka? Utanikumbusha tena. Swag inamaanisha so what? So what? I am gay. So what? I am gay. Yes. Na ndio suruali inateremshwa inashuka. Na sehemu ya makalio inabaki nje. Na wanasema ana swag. Hata utasikia wengine wakisema amesag. Zile it is also a symbol. Kwa hiyo pale ndio hilo neno lilitoka. Ni symbol. Inasema so what? I am gay. I am gay. Manager
akawa amedunga, na labda yeye kama unavyosema aliona tu aliona ni yale yanaendelea, wengine wanadunga. Akaja mgeni akaona amedunga sikio la kushoto ama kulia sijui, lakini yeye anajua maana yake. Na kwa hivyo akamwendea yule manager akitaka wawe na mahusiano. Sasa ilimuudhi sana manager, na kwa hasira zake akampiga kofi yule mgeni. Maana alimwendea kwa njia ambayo si ya heshima, kwa sababu tayari ameona ujumbe, anaona huyu hana shida, ameona, anajua saini hii inasema huyu ni mwenzetu. Na kwa hivyo ikawa kuna vurugu na ikawa ni maneno ambayo sababu manager akipigana na mgeni hotelini ni jambo ambalo si nzuri kabisa. Na shida ikawa ni kwamba yeye alidunga kiburi, hajui maana yake. Na kwa hivyo hata kwa kanisa sasa, because people don't understand, watu hawajui kwamba ulimwengu wa giza unatumia signs and symbols helplessly. Kwa sababu na ni vizuri watu waelewe kwamba shetani hawezi kuwa kila pahali kila wakati. That the devil is not omnipresent. Mungu wetu is omnipresent, omniscient, yani ako kila pahali kila wakati, kila mtu. Lakini the kingdom of darkness ina operate through a bureaucratic order, ina operate na viwango. Sababu shetani hawezi kuwa hapa na awe pahali pengine. Hawezi kuwa hapa na awe pahali pengine. Sasa lazima atumie vitu ambavyo vitamwakilisha. Yeye hutumia wawakilishi. Na vile vile wawakilishi hawa hawawezi kutambua washirika wao pasipokuwa na assign. Hawawezi kujua pale ambapo ni himaya yao kama hakuna alama. Sijui kama unanipata. Na kwa sababu hiyo signs and symbols ni lugha muhimu na ya lazima in the kingdom of darkness. Na ni vizuri kujiuliza, if God is omnipresent, omniscient, omniscient, na bado anatumia signs and symbols as a language, na yeye ako kila pahali kila wakati kila popote, basi how dire is it for the kingdom of darkness kutumia symbols ili iweze kutimiza kusudi na malengo yake. You know, in the Bible, wakati ambapo wana wa Israeli walifika wakati wa kuachiliwa na Mungu kutoka Misri, anasema wekeni damu, chinjeni mbuzi, it was a symbol because hiyo it represent Christ Jesus. Yule kondoo kila nyumba ilitoa alisimamia Kristo Yesu, so it was symbolic. Na alafu waweke sign, ile kuweka damu kwenye mlango, hiyo ilikuwa ni alama. And why was the sign? Remember, the angel of death. Malaika wa kifo. Malaika wa kifo atakuja usiku. Na akiona damu hiyo, akiona that sign, atapita. Na kila nyumba katika Israeli wakaweka alama ya damu. Na ni kweli akaja usiku malaika wa kifo. Na akaja akiua kila nyumba ambayo hakukuwa na alama. Unaona, malaika wa kifo hangejua pasipo pawe na sign. Ile sign. So even today, the angel of death and the angel of the bottomless pit, malaika wa mauti, malaika wa shimo hilo lisilo na mwisho, jina lake Lucifer ama Satan. Yeye hutambua na recognize where there are signs. Akapita malaika wa kifo akiua, na pale ambapo, hivyo ni kumaanisha kwamba hata pakatokea Mumisri ambaye angeona wa Israeli wakiweka alama, aseme sijui kwa nini wanaweka alama, lakini hata mimi wacha nami niweke alama. Ukweli wa mambo ni kwamba hata yeye angeponea, firstborn yake angenusurika. Sababu kila malaika alikuwa anaangalia, it is the sign. Hebu nikuulize, kama ingekuwa ni sign
ya kuuawa, aseme pale popote utakuta sign hii, ingia uue. Kama hivyo ndivyo ingekuwa. Na yule mtu aone wakiweka naye aweke, sina yeye angeuawa pia. Basi ndipo nikasema hivi, kanisa kwa sasa linatumia alama nyingi, Wakristo wanatumia alama nyingi, ambazo alama hizi zinatumika katika ulimwengu wa giza kama communication, ikiashiria kwamba the influence of the devil is welcome. Influence ya shetani is welcome. Actually it is a beckoning serpent. Wakati alama hiyo imewekwa, ni kuambia njooni, karibuni. Nyinyi hapa mmepewa kibali na kwamba tumewafungulia mlango muweze kuingia. Ile alama ya damu iliashiria hapa tumefunga mlango usiweze kukaribia. Na hivyo basi kuna alama ambazo huwa zinamwambia kwamba fungua mlango uingie. Yule manager akaweka alama ambayo hakuelewa maana yake, na akajikuta katika vurugu kwa sababu yeye yule mgeni aliona ile alama. Na so even in the kingdom of darkness, wakati ambapo tunatumia alama ambazo ni za ulimwengu huo mwingine, ni kwamba tumefungua mlango na kukaribisha ulimwengu huo katika maisha, katika biashara zetu. Na ni vizuri watu kutambua kwamba wakati umefungua mlango mgeni aingie, inachukua kipindi kumwelezea wewe si kukaribisha hapa. Wewe umeingia hapa kimakosa. Na yeye atakwambia basi nipe angalau kopo la maji. Maana siwezi nikaingia hapa alafu nitoke bure. Sasa fikiria kama pepo limekuta makaribisho, limeingia, alafu liitisha angalau kopo la maji. Lile hata naona halitaitisha, litaacha uharibifu. Kwa sababu yule si wa kunegotiate. Pale hakuna mjadala. Nasema basi kama ni hivi na mimi naharibu hapa. Bora nikae hapa ama niharibu kila kitu. Kwa mfano, one of the most abused symbols, ama signs ambayo imetumika sana bila Wakristo kuwa na shida nayo, ni mifupa ya nguruwe na mafuta ya nguruwe. Na kweli yanatumika sana. Wengine wakisema kwamba yanapoteza mapepo, wengine wakisema kwamba yanafanya mapepo wasikaribia mahali ambapo yapo. Na utakuta hata kwa watu ambao wameokoka. Hata mimi nishawahi kukuta ofisi ya mchungaji mmoja amefunga bone ya nguruwe ndani ya ofisi yake. You know, that is a symbol. Na ni vizuri mtu ajiulize, uhusiano huu wa kumfukuza shetani kutumia nguruwe uko wapi katika maandiko? Where do you find it in the Bible? Na kwa nini nguruwe na sio mnyama mwingine? You know, shetani ni baba wa uongo. Na he's the father of deception. Na kwa sababu tuna nafasi hii na Mungu ametupatia jukwaa hili, ni vizuri niende kando kidogo nizungumzie kuhusu alama hiyo ya nguruwe, ya mifupa hiyo ya nguruwe na mafuta ya nguruwe. Because it has been taken, imechukuliwa kwamba ni kitu cha kawaida. Hata Wakristo wanapoifanya hawana shida. Si anasema nimeingia nyumba na nyumba hiyo tunasumbuka sana usiku. Naambia si utafute mafuta ya nguruwe upake. Ikiwa damu ya mwana kondoo ilipakwa na akapita malaika wa giza, basi, na tumesema ilikuwa ni alama tu, basi kuna alama inaweza kupakwa na ikaribishe nguvu za giza. That is, hiyo ndio kweli. Na ni vizuri pia kujiuliza ni wapi katika maandiko matakatifu ambapo imezungumziwa kwamba mafuta na mifupa ya nguruwe huwa inafukuza mapepo. Haiko, it is not Christian, it is not in our faith. Na ukweli wa mambo ni kwamba Biblia pale imezungumzia nguruwe, imezungumzia kinyume sana na mnyama huo.
Wakati ambapo Yesu akakutana na kichaa ambaye alikuwa akikaa makaburini, na mapepo yakaweza kumtambua Kristo. Kumbuka anasema unatuuliza nini? Na tayari wakati ambapo walijua kwamba yatakemewa na yatatoka, yakamwomba Kristo, turuhusu tuingie kwenye nguruwe hizi. Have you ever asked yourself, kwa nini Yesu hakukata? Akawaruhusu tu wakaenda pale. Kumbuka mwanzo demo ama shetani aliingia katika nyoka na akaenda akaadaa Adamu na Hawa. That's the first incident. Mapepo kuingia in the Bible ndani ya mnyama. The second one ni wakati ambapo alipotoka kwa huyu kichaa, Yesu akaruhusu yaingie katika wale nguruwe. Na Biblia inasema zikabiringika zile nguruwe, zikaweza kufa maji. Ukweli wa mambo ni kwamba nguruwe ni mnyama wa pekee ambaye hana jasho. He does not sweat. Hiyo sijai kujua. Na nyama ya nguruwe inabeba magonjwa na maradhi mengi sana. It is proven medically. Inabeba magonjwa na maradhi mengi sana. Mpaka hivi sasa wataalam wanakwambia yako magonjwa ambayo yamebebwa na nguruwe ambayo haijawahi kugunduliwa. Na kwa hivyo kuna magonjwa ambayo unaweza kutoa kwa nguruwe ambayo hadi sasa haina dawa, sababu magonjwa haya hayajagunduliwa. Hebu nikuulize, magonjwa yalitoka wapi? Wakati Mungu amemuumba mwanadamu katika shamba la Edeni, hakukuwa magonjwa. Hakukuwa magonjwa, hakukuwa ghadhabu, hakukuwa shida. Mwanadamu alikuwa ni kiumbe kiliokaa katika utukufu na ushindi mkuu. Lakini baada ya shetani kuingia na kuhadaa, what actually started ni kwamba magonjwa yakaingia na mwanadamu akaanza kuugua. Hivyo ni moja kwa moja kukubaliana kwamba magonjwa yalitoka wapi? Kwa shetani. Magonjwa yalitoka kwa shetani. Mnyama huyu ambaye amebeba magonjwa ambayo hata sasa mengine hayajagunduliwa. Ni kumaanisha kwamba mapepo mengi yako ndani ya mnyama huyu. Na kwa hivyo kuongeza mengine, mapepo mengine, haikuwa shida. Na ukiangalia hata tabia ya nguruwe, kondoo akianguka kwa sewage atakufa akijaribu kujinasua. Lakini nguruwe akianguka kwa sewage amefika kwao. Hapo sasa amefika kwao. Hapo sasa anabombea. Na kwa hivyo there is a lot of connection ya the kingdom of darkness in this matter. Na that's the reason why ikiwa utasema hili mfupa litanilinda mimi, Thomas Kelly, huu mfupa wa nguruwe utanilinda mimi, unamaanisha kwamba Yesu Kristo na damu iliyopakwa, malaika wa mauti akapita na wakanusurika wale walipaka damu, ni kwamba there is something else apart from the blood ambayo inaweza kunilinda mimi. Apart from the blood, iko kitu kingine ambacho kinaweza kunilinda. Iko Mungu mwingine which is very wrong, ambaye anaweza kunilinda. Na hivyo ni kumaanisha kwamba siamini kwamba damu ya mwana kondoo inatosha kwangu, lakini naamini kwamba hii mfupa inatosha. That is, hiyo ndiyo Kiswahili tunasema ni kufuru isiyoweza kufikirika. Maana unapoifunga pale ni kusema wewe Kristo, kiasi cha ulinzi wa level hii huwezi. Sasa nikuulize, wacha nitumie mfupa. Nitumie mfupa. Wacha nikuulize, sasa mfupa ule ukiwa umehangiwa hapo, ikiwa umesema huwezi kulindwa na Kristo, ule mfupa as a sign inawakilisha nani?
ina Mungu wake tofauti na inawakilisha nguvu za giza. Naam. Inawakilisha mamlaka ya kuzimu. Naam. Inawakilisha hali zile ambazo zinaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Naam. Na hivyo the most abused sign, the most abused representation of authority, which is symbolic, ile symbol ambayo is abused na ni well accepted within the church ni mfupa wa nguruwe na mafuta ya nguruwe. Na tulisema kwamba when you see a symbol, ni lugha kubwa, ni sauti, it is a confirmation, ni muhuri, inasema kwamba hapa nguvu zinazomiliki na kutawala ni hizi. How does it work and why are the people confused? Kwa sababu unapata kwamba hata wale ambao labda wana watoto wadogo, na wale ambao atampaka yale mafuta, aseme kwamba haya mafuta nikimpaka sijui hawezi akarogwa, vitu kama vile. Juzi mimi nimeenda kumuona mtoto ambaye mamake alifanyiwa upasuaji, na huyu mama tumeomba naye, ujauzito huo umekuwa mgumu sana, na tumeamini na huyu mama hadi kafika kujifungua, akapitisha siku, akaenda upasuaji. Na tulipoenda na babu wa huyu mtoto, tukafika tukaambiwa huyu mtoto amelia tangu kwa masaa mengi tu. Na akawa anasema mama watoto, kuna dadake alikuja akampakata yule mtoto na hawaelewani. Sasa yeye kulingana na yeye akawa naamini kwamba tangu yule dada alipochukua akampakata yule mtoto, ndio yule mtoto akapata mashambulizi na akaanza kulia. Na sikatai, inaweza kuwa, inaweza kuwa, lakini kile ambacho kilinishangaza sana ni kwamba babu ni mtu ambaye ameokoka na ni mzee ambaye ninamheshimu. Akasema tumekosa sana, maana nimesahau kuja na mafuta ya nguruwe ili wale wageni watakaye kuja kumpakata huyu mtoto asishambuliwe. Anasemaje? Anasema nimesahau kinga haiko, kwa hivyo huyu mtoto ameachwa azi kupokea mashambulizi. Lakini truly kinga ya Mkristo ni gani? Yesu. Ni damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ni ukigo ambao ukigo huo ukizunguka Mkristo, hakuna pepo wala nguvu za giza ambazo zinaweza kumgusa Mkristo. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaamini kitu chingine chochote kiwacho kile, including mfupa huo wa nguruwe, kile tunamaanisha ni kwamba Kristo hawezi, na kwamba kuna nguvu zingine ambazo zinaweza. Na nimesema that is one of the most abused sign katika kanisa la Bwana, na limekubalika. But the truth of the matter is, ukimpata Yesu umepata vyote. Na ukimpata Yesu una ulinzi ambao hautahitaji ulinzi mwingine. Let me give you an example, my brother, sababu ni vizuri watu waelewe mambo haya. Wakati Ayubu alikuwa na ulinzi wa Mungu, kulikuwa hakuna mapepo. Yalikuwa yapo. Shetani alikuwa kwa holiday. Alikuwa bado yupo. Lakini Ayubu, Biblia inasema alibarikiwa mtawaliwa. Yaani alibarikiwa na mali, akabarikiwa na uzima, akabarikiwa katika hali yote ile, kwa sababu Shetani anashuhudia umemlinda, umemzunguka Ayubu na ukigo wako wa moto. Na wakati ambapo iliondolewa ule ulinzi, nini kilitendeka? Shetani mashambulizi yakatoka kutoka kila pande, na ikaja ikamaliza Ayubu, hata akatolewa tahadhari Shetani, usiguse nini? Usiguse moyo wake. Haya mafuta huwa na hii mifupa huwa inafanya kazi. Ni swali nzuri, na ni vizuri kusema
kuna uwezekano mkubwa ukifunga ule mfupa pale hutashambuliwa. Lakini nani anakulinda? Ni shetani. Na nakumbuka tukisema wakati mmoja kwamba pepo likifunguliwa linapewa kibali liingie, linafanyika mwenyeji ndani yako ama ndani ya maisha yako, lina haki ya kukaribisha mapepo mengine. Biblia inasema pepo likitoka linazunguka pakavu, na likikosa pahali pa kutua linarudi, likikuta nyumba ile imefagiliwa na ni safi, linarudi linaita mapepo of his kind. Mtu huyu anakuwa katika hali mbaya kuliko pale mwanzo. You know, the one you yield to, his servant you become. Yule mtu ambaye utanyenyekea na uinamie, unakuwa mtumwa wa huyo mtu. Ama kitu kile utainamia na unyenyekee kwake, unakuwa mtumwa wa hilo kitu. Wakati ambapo umechukua mfupa, wakati ambapo umepaka mafuta ya nguruwe ndani ya nyumba yako ama umejipaka wewe, ni kwamba umenyenyekea nguvu zingine, ulinzi wa nguvu zingine kinyume na nguvu zake Mungu. Kwa hiyo ni kweli utapata ule ulinzi, lakini utakuwa chini ya falme nyingine ya ulimwengu wa giza. Sasa umekuwa chini ya ufalme mwingine. Na ni kumaanisha kwamba ufalme huo sasa una haki ya utawala na mamlaka na umiliki katika maisha yako. Na basi umepata ulinzi, lakini ni nani wengine ambao pia umewakaribisha? Tumesema kwamba alipita malaika wa mauti. Na nakumbuka last week tulikuwa tunazungumzia malaika na tukasema malaika wako na offices zao. Huyo alikuwa ni wa mauti. Kuna malaika za ugonjwa, kuna malaika za mambo mengi. Sasa umekaribisha hii ya ulinzi. Na umeweka alama. Tumesema shetani, ili malaika wake waweze kutambua kule ambapo influence yao imekaribishwa, lazima kuwekwe alama. Na kwa hivyo umemkaribisha huyu, na alama ni huo mfupa wa nguruwe ama mafuta umepaka. Lakini ni wageni wengine wangapi ambao sasa wataalikwa pale na huyu ambaye umemkaribisha? How many other demon spirits are you welcoming? Sababu yeye akiwa mwenyeji ana haki ya kutembelewa. Ukichukua mtu umpe hifadhi kwako, umemzuia na yeye pia kukaribisha wageni kumtembelea. Hujamzuia kwa sababu umempatia nafasi nzuri ya kuketi. Kwa hivyo hakuna ulinzi mwingine isipokuwa damu ya mwana kondoo. Na ulinzi mwingine wowote wao ule ni wa kingdom ya giza, na ni ujanja wa huyu shetani ili aweze kupata nafasi ya kumiliki na kutawala. Na pale tukianza tulisema yeye hawezi kuwa kila pahali wakati wowote. Anatumia alama ili hawa mapepo yafanyayo kazi na yeye, these demonic spirits, ili ziweze kutambua pale ambapo wamefunguliwa milango na pale ambapo wamekaribishwa. Na ndio sababu wakati mtu yoyote anaenda kwa mganga, hawezi kutoka pale bila alama, ambayo itakuwa ni kama kumwakilisha shetani kila mahali anapokwenda. Sasa popote pale anapokwenda, tulisema mapepo wamejaa duniani, ni wengi sana kuliko hata wanadamu hawahesabiki. Kwa hivyo tunatengamana nao na wako kila pahali. Na njia yao kukutambua kwamba wewe ni wa himaya yao, wanatafuta alama ambayo umewekwa. Na ndio sababu hakuna siku utaenda kwa mganga utoke pale bila alama. Either atachukua kijembe akuchanje. Hiyo chanjo ni alama ambayo umewekwa. Na kwa hivyo kila wanapokuona wanajua kwamba huyu ni mwenzetu, huyu ni mshirika, huyu ni wa himaya na kikundi chetu. Na ikiwa hutawekwa alama ya mwili, utapewa hirizi. Na hirizi ile utaambiwa kama ni mtoto uhakikishe kila wakati amefungwa ile hirizi. Ili kila wakati mapepo yanapoiona ile hirizi,
wanajua kwamba huyu ni mwenzetu. Huyu ni mwenzetu. And the devil cannot attack their own. Hawezi kuattack. Or rather his own. His own. Na ndio sababu ukienda wakati wowote upigie magoti nguvu za giza kwa mganga, ukitoka pale lazima utoke na hirizi. Na utaambiwa masharti, hata kama ni wale wanaiweka kwenye kibeti. Akitoka kwa nyumba kama hakuibeba, afike barabarani akumbuke hajaibeba, anarudi mbio kuichukua. Maana hile ndiyo inampatia identity. Inakuwa ni kinga yake. Inampatia identity. Wakiona wanajua kwamba huyu ni mwenzetu, na kwa hivyo huyu tunammiliki na tunamtawala. Lakini je, hawa ambao wanakumiliki na kutawala, kimsingi kingdom yao inamaanisha nini? Na labda kabla ujibu hilo swali, nataka ulijibu pamoja na hili. Ndio, kuna wale wanaotumia hiyo mifupa na yale mafuta, na kuna wale pia ambao tumewaleta pamoja wairizi na hizo kama ni kuchanjwa. Sasa ndio amepata ule ulinzi kwa muda, lakini sasa kuna hatari gani baada ya this temporary ambao tunaweza tukasema kwamba ni protection, kwa sababu hapa hashambuliwi kwa sababu ameingia katika ufalme mwingine. Ameingia kwa ufalme mwingine. Baadaye kuna hatari gani? Sasa nataka uangalie in a big context. Naam. Wakati tunapozungumzia katika Biblia Baal, Ashera na miungu ambayo iliabudiwa na kabila zile ambazo Waisraeli walikuta katika nchi ya ahadi, ni kwamba there is no idol god ambayo haina chambo. Because kwa sababu kuna wale watasema kwamba si bora sasa niweke haya mafuta nilindwe nikuwe salama, lakini hajui kile ambacho kinamsubiri hapo baadaye. Na wakati ambapo wamechonga mchongo wa mbao wakauita Bale na wakauabudu, labda mtu anaweza kuona kama ni utoto, sababu si ile utachukua tu uiweke kwa moto na ichomeke. Lakini there is something beyond the symbol. It is the power that is operating. Kwa hivyo wakati ambapo unaweka hirizi, yawezaona tu ni kadude kadogo, lakini behind hirizi hiyo kuna nguvu zile ambazo zina operate. Ile symbol ni ile symbol ama chambo ni ya kusema hii ni haki yetu. Hebu nikuulize. Kila taifa duniani lina bendera. Na hakuna taifa ambayo ina bendera inafanana na taifa nyingine. Na kila unapoenda kwa any government building, including State House hapa nchini kwetu Kenya na White House kule Marekani, utakuta lazima bendera ipepee pale juu ya hilo taifa. Na hiyo bendera kama haipo, nothing can be done. Rais akija kwa mkutano, bendera kama haijapandishwa, rais hawezi kuzungumzia taifa. Ndio unaona hata wakati anazungumzia taifa akiwa kwa ofisi, nyuma yake lazima bendera iwe pale. Haizungumzii ile kitambaa kimepakwa marangi, lakini behind that flag there is the authority and the power of the constitution and the law of the land. Ile is just a symbol. Lakini behind that flag there is the power of the constitution and the law of the land. That's why hata the cabinet secretaries wanapewa ile, because they have been given an office. Yes, wana mandate. Ni wana gari zao zina bendera. Utaona ofisi zao zina bendera. Lakini kile ni kitambaa tu. Lakini inaashiria behind what you see there is power. Na ndio sababu wakati unapoenda kwa mganga ni lazima ubebe a symbol of the power of the God you have believed in. Lazima ubebe bendera. Na nyuma ya bendera hiyo ambayo umeibeba inaashiria kwamba uko chini ya mamlaka ya Mungu fulani. Sijui kama tuko pamoja. Nakupata. Na wakati tunapopaka mafuta ya nguruwe, kumbuka shetani is a master of deception, na haji kwa kishindo. Unajua wakichora shetani wanachora mnyama anayetisha.
mwenye mweusi, pembe na mwenye mwenye sura makucha. mbaya. That is the worst image of the devil, because he comes as the angel of light. Ye huja kama malaika wa nuru. Na kwa hivyo wakati ambapo umechukua mafuta ukapaka, unazungumzia kuhusu nguvu ambazo wewe umeziamini, na kuamini ni kuunganisha wewe na nguvu hizo ambazo uziamini, na kuzipatia mamlaka katika maisha yako, kupatia mamlaka katika biashara yako. Na kwa sababu he is a master of deception, ikiwa ulikuwa naota ndoto mbaya, kumbuka yeye ndiye alikuwa anazisababisha. Na sasa umekubali kutii maagizo na njia zake, nini kitafanyika? Zitaacha hapo hapo. Why? Kwa sababu anasema if you can't beat him, join him. Umemwambia mimi nimetambua kwamba sina njia nyingine yoyote ya kuweza kukupinga wewe, na kwa hivyo nimekuja mzima mzima nionee huruma. Lakini sasa kilele cha matokeo ni gani? Kilele cha matokeo ni kwamba he comes to steal, to kill and to destroy. Na kila wakati mnapofanya mahusiano na yeye, hizo vitu vitatu, Francis Mandi, usikose kukumbuka kwamba matokeo ya mahusiano haya inaishia stealing, killing and destruction. Sababu that is his mission. Na nimesema mara nyingi na nataka nirudie tena kwamba hakuna kiumbe anachokichukia shetani kama mimi na wewe ama mwanadamu, ambao tumevishwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu tumevishwa utukufu wa Mungu. Tunafanana na Mungu. Na kwa hivyo kila akituona anaona adui yake mkubwa. Ukiona watoto wa nyoka, si utaua mama na uwe watoto? Kweli. Ukichukia nyoka, si utachukia na watoto wake? It is the same thing, kwamba akikuona huwa inamkera na inamkinaisha. Na pili, sababu yeye ni master wa wivu, anashindwa kwa nini huyu kiumbe aliyeumbwa chini yangu, kwa nini avalishwe utukufu, na kwa nini mimi nimhudumie? Why should I minister to this creature ambaye ako chini yangu kwa uumbaji na mamlaka, na kwa nini mimi nifanyike mtumishi wake? Kwa hivyo anapokuja kwako kama rafiki, wakati unapomfungulia mlango na kuingia, kile ambacho kimemleta ni chuki, wivu na maonevu. Lakini amekuja kama malaika wa nuru. Tukirudi kwa alama, sijui kama nimekujibu. Hapo umenijibu kabisa. Tukirudi kwa signs and symbols, ni kwamba symbols zinatumika sana katika ulimwengu wa giza na katika mystic societies. Mystic society ni imani zile ambazo hasikubaliani na Mungu kama tunavyomwelewa Mungu wetu. Kama zile medieval faiths zilizotoka kule Misri na zikasambaa katika ulimwengu mzima, na imani hizo ndizo zimeleta the Freemasonry, ndio zimeleta watu kama Skull and Bones and all those mystic societies. In fact, look at hizo vitabu ambazo huwa zinatumika katika imani hizo, niliwahi kuangalia kimoja na kapata kwamba kimejaa hizo signs. Oh yes. Hakuna kwamba wajua kama kitabu kitakatifu cha Biblia ni maandiko. Hapa hakuna alama yote ambayo labda imechorwa. Lakini unakuta kwamba katika vitabu vile vimejaa alama. Signs and symbols. Kwa sababu that is the language of the kingdom of darkness. Hiyo ndiyo lugha inayotumika katika ulimwengu wa giza. Na kwa sababu the devil is a master of deception, sign hiyo wakati unapoitumia, unamwambia hata mimi niko chini ya mamlaka yako. Na kuna signs nyingi ambazo ulimwengu umekubali kama za maisha ya kawaida, lakini signs hizo mwanzo wake ni katika ulimwengu wa giza. For example, the visa sign. Watu wanapoinua vidole viwili hivi huwa wanasema peace. Lakini unaona peace hapa? Hakuna.
Ni alama tu ya vidole viwili. Wanapoonyesha vidole viwili, sio vidole. Wanapoonyesha vidole viwili ni pembe mbili. Na katika ulimwengu wa giza, pembe ina hata hii, si unaona? Hii inasema pembe. Ama hii unayosema peace ni pembe mbili. Na katika ulimwengu wa giza, this symbol of the horn, ambapo wanaita the Baphomet, ni ile swara yenye pembe mbili ndefu. Pembe zinasimamia ama zinasema nguvu. Si mnyama hupigana na pembe. Si amepewa pembe ajilinde. Si amepewa pembe aumize na auwe nayo. Sasa pembe huwa ni ishara ama ni sign ya the devil himself. Kwa hivyo wakati unapoinua vidole hivi, unasema amani italetwa na yeye. Amani italetwa na yeye. Amen. Wow. A very interesting topic. Mtumishi wa Mungu, nadhani sasa in the next program, sasa unaona mwelekezi wangu ananiambia muda umekwisha. Yes. Tutaangalia sasa some of the signs and symbols ambazo huwa zinatumika. Kwa sasa tumepata utangulizi mzuri sana kuhusiana na jinsi ambavyo zinatumika katika ulimwengu ule wa giza. Yes. Tumepata pia kujibiwa kuhusiana na hili swali la mifupa na mafuta pia. Yes. Na najua kwamba hilo tutapata watu wengi sana ambao wanauliza maswali. Yes. Kwa hiyo in the next program tutakuwa tukiangalia some of the various signs and symbols ambazo zinatumika katika ulimwengu ule wa giza. Yes. Na ambazo tumezichukua bila kujua. Labda tukimalizia, ningependa uombe na mtazamaji wetu na pia umpatie umuhimu wa kuweza kufahamu kwamba sio kila ambacho kinakuja unakikumbatia bila kujua kimetoka wapi. Ukuniruhusu tu mtumishi. Naam. Naona nimalizie na one of the personalities of the Bible. Naam. Anaitwa Cain. Cain ni ndugu ya Abel. Na baada ya Adamu kugairi na kufukuzwa, alizaa watoto wawili hao, and we know the story that Cain killed Abel. Na ukumbuke hakukuwa na kifo. Kwa hivyo this was the first death. Na kile kilichofanyika ni kwamba aliingia ndani ya Cain, shetani mwenyewe, ili Cain amuue Abeli. Na wakati ambapo Mungu alipokasi Kaini na akamfukuza, Kaini anasema mimi nikienda kwa watu hawa, nikienda nje huko, mimi wataniua. Wataniua. They'll kill me. Na Biblia inasema akawekwa alama. Ili kila popote anaenda, wakiona alama hiyo wasimguse. I want you the power of signs and symbols. Na maybe kwa faida ya mtazamaji, kwa sababu Kaini na Abeli wakati huo ambapo anawekwa hiyo alama, nadhani hakukuwa na kile kizazi kikubwa. Kina nani hawa ambao walikuwa nasema watamuua? It's interesting kwa sababu, na tukiingia hapo labda tutafanya vipindi vitatu ama zaidi ili tuweze kuingia kwa kina. Lakini when we talk of in the beginning, Biblia inasema in the beginning. Watu wengi hawaelewi this beginning is not the beginning of God. God has no beginning and he has no end. Mungu hana mwanzo na hana mwisho. Na Mungu alikuwako na atakuwako milele. But when we talk of in the beginning, we are talking about the realm or the realm of time. Huo ni mwanzo wa wakati. That is when days started be counted. Kukawa kuna siku ya kwanza, kuna siku ya pili, kuna asubuhi, kuna jioni, kuna mchana, kuna usiku. So we are talking of the beginning of time. Na Mungu ako nje ya realm ya time. Hata malaika wako nje ya realm ya time. Lakini wanadamu na vitu vyote viliumbwa kutokea wakati huo, viko katika realm ya time. Amen. Now I understand. Kwa hivyo tunaposema in the beginning, hatusemi mwanzo wa Mungu.
Na tuseme kwamba Mungu hakuwa na kwamba hakukuwa uumbaji wa Mungu. God is infinite. He is Alpha and he is Omega. He is in the beginning and in the end. Yeye hayuko katika himaya ama utawala wa wakati. So the beginning is not the beginning of creation. Kulikuwa malaika waliumbwa wakati mwingi sana kabla ya mwanadamu, lakini chanzo cha Genesis chapter 1 is the beginning of time. Na ndio sababu kila kitu kinachomiliki ulimwengu huu is time. Nasema, how old are you? When you celebrating birthday is about time. When you wake up in the morning is about time. Na kila wakati unakumbushwa time is running out fast because this is the realm of time. And so in the beginning it was the beginning of time. Lakini before the beginning of time there were other beginnings. There was the beginning of the angelic. That was another beginning outside the realm of time. Na kwa hivyo palikuwako, na ndio sababu anaambiwa akatolewa kwenye shamba la Edeni, akatolewa huko nje. And you see, the Bible is not a history book. Biblia si kitabu cha historia. Kwa hivyo hakitilii manani yale yalikuwa yanafanyika nje ya shamba la Edeni, because the Bible inazungumzia kuhusu Kristo Yesu. It is a book of redemption all the way to Christ Jesus. Kwa hiyo nimeelewa sasa, kwa sababu wakati ambapo wanapotolewa katika lile shamba la Edeni, hapo ndipo ambapo anasema kwamba wasiniue. Yes, because there were other beings. The angelic was there. Nakumbuka walikuwako miongo mingi na yeye anaingia katika ulimwengu ambao kuna viumbe vingine. Wow, asante sana. Na hilo swali pia najua limemsaidia mtazamaji sana kwa sababu wajua tunaishi katika vizazi ambavyo vina ile ari sana ya kutaka kujua, na maswali mengi ambayo yasipojibiwa vilivyo unakuta kwamba wengi wanapotea. Unasema labda hawa watumishi wanadanganya, nani ya hawa ambao walikuwa wanamuua? Lakini tumeelewa umuhimu wa ile alama aliyoiwekwa ili asiuliwe. Na hii mambo ya alama si ya realm yetu. Alama hizi zilitumika kabla ya Garden of Eden. Ni vizuri kuelewa hivyo. Na ndiyo sababu akawekwa alama ya lugha hiyo iliyokuwa ikitumika hata kabla ya mwanadamu, ili anapotangamana na viumbe hivyo, wakiona alama hiyo wanakimbia. Wanajua huyu ana alama ya kusema usijaribu kunigusa. So these symbols and signs, they are medieval, ni za kabla hata ya mwanadamu kuja hapa duniani. Amen. Wow, asante sana mtazamaji kwa wote ambao tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo. Nadhani kwamba umejifundisha vitu vingi sana kama vile mimi hapa, na najua kwamba utaendelea kujifundisha bila shaka, Mungu akiendelea kutupatia nafasi, ambapo najua kwamba ataendelea kutujalia hii nafasi ili tuweze kupata muda mwingi zaidi wa kuweza kufundishana. Karibu sana mtumishi wa Mungu, utuongoze kwa maombi ya kumalizia. Kabisa, nashukuru. Tumeweka tu msingi na bila shaka ninajua tutaweza kuingia kwa kina zaidi kuhusu signs and symbols kwa vipindi vitakavyofuatia, Mungu akitupatia nafasi na akiridhia. Amen. Wacheni tuombe watazamaji. Baba, katika jina lako lenye uwezo na nguvu na mamlaka la mwanao Kristo Yesu, tulitangulia na kukuomba uwe pamoja nasi. Tukaomba Roho wako Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu wa kweli atutumie kama vyombo vya kazi, ili tuweze kujifunza na kumega neno lako. Asante kwa wakati na muda ambao Bwana umetupatia tuweze kushiriki neno lako na watazamaji popote pale walipo. Naomba Bwana neno hilo lipate makazi na liwe neno tenda kazi ndani yao, liwe nguvu itakaoweza kuwainua katika viwango vyao vya imani na vile vile katika viwango vyao vya ufahamu. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya wote ambao wamefanikisha tuweze kuleta neno hili. Bwana Mungu wetu, wabariki watazamaji, bariki na wahusika wote katika jina la Yesu. Mtazamaji uko hapo, unasema ungetaka ulinzi wa damu ya mwana kondoo
ambao unasema, nimejua kwamba ulinzi wa mifupa ya nguruwe na mafuta haiwezi kunilinda, na ulinzi wa mambo hayo ni ulinzi mdanganyifu, na ulinzi wa kweli ni damu ya mwana kondoo. Una nafasi nzuri uweze kupokea ulinzi ulio wa kweli na ulinzi ulio imara, na ni ulinzi wa damu ya Yesu Kristo. Kwa hapo unasema, mimi mchungaji ningetaka kuokoka, ningetaka kulindwa na huyu Yesu. Utasema tu maneno haya nyuma yangu, lakini kwa imani tunapokea wokovu, na kwa kukiri tunapokea ushindi. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi nimetambua ni mwenye dhambi, kwamba siwezi kulindwa na nguvu za giza, ni wewe tu na damu iliyomwaga Kalvari ambayo inaweza kunilinda. Nisamehe dhambi na makosa yangu, nifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na ghadhabu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kutoka leo nimeamua kukufuata ewe Yesu, na wewe pekee, na nitaishi kulitangaza na kuliinua jina lako. Kwa umeamini pamoja nami, bila shaka umekaribishwa na malaika wa mashariki ya mbinguni kwa sababu ya uamuzi ambao umefanya. Tafuta kanisa ambalo linafunzwa neno la Mungu ili uweze kukua, na uweze pia kutuandikia ili tunaweza kufuatilia. Kwa sasa, Bwana Mungu wetu abariki sana. Jina langu ni Pastor Tomaso, hadi wakati mwingine. Kwaheri. God bless you. Amen.